yanapaswa yeye ayani. Maana yake kwamba kuwa na nidhamu maana yake ni nini? Ni uwezo wa mtu kujitawala. Maana yake kwamba kama mtoto hana uwezo wa kujitawala, ndio maana unamtawala. Hivyo unasikia, ndio maana unamsaidia kumtreat kutembea kwenye nini? Kwenye nidhamu. Sasa wewe unaangalia vitu vingine mpaka na mtoto yupo. Ngoja nitumie tena neno hili. Na wale ambao huwa mnazungumza kama mna mazungumzo yenu, mnazungumza na watoto wako, ni makosa mnafanya. Tena nitumie neno hili, ni wazazi mnaoongea wakati watoto wako pale, ni wazazi hamna nidhamu. Ni uwezo wa mtu kujitawala. Au ni hali ya mtu kujitawala. Uwezo wa mtu kuweza kuyaenda mambo. Nidhamu. Kutembea kwenye utaratibu. Na Mungu ana utaratibu kweli kuliko vile nyinyi mnavyofikiri. Mungu atusaidie sana. Nidhamu maana yake tena nyingine. Sasa tusaidie. Kuheshimiana. Asiwepo mwenye kumvunjia mwenzake ni heshima. Maana yake nitumie tena neno hili tena. Kuwa na nidhamu maana yake ni kutokutaka kumvunjia mwenzako heshima mbele ya watu wengine. Mbele ya watu wengine. Hata ukizungumza. Sasa na nidhamu. Mahali popote. Yaani mahali popote. Iwe ni taasisi yoyote. Haiwahitaji watu wasiokuwa na nidhamu. Sasa hii taasisi nyeti ya Mungu aliye hai. Hii ndio haiwataki kabisa. Na ndio maana Biblia inasema kwamba nasema kwamba umetumia neno moja kwamba wainua. Kwamba atakayejiinua atashushwa. Atakayejishusha atainuliwa. Maana yake kwamba watu kuna roho za wivu. Wewe pigeni makofi. Watu wale ulio nao, unaoishi nao, wanaokuzunguka, usitegemee ndio watakao kuinua au watazidi kukukandamiza chini, kwa sababu ukishainuka wataona wewe utapita viwango vyako. Utapita uwezo wako. Kwa nini tukukubali wewe? Haiwezekani. Haiwezekani. Roho za wivu. Haiwezekani. Kwa hiyo kama una nidhamu utaingia. Mungu atusaidie sana. Nimetumia tena leo neno jinga tena. Shughuli mnayo. Haleluya. Tuko kwenye mastawisho. Taabu ya unyenyekevu. Wewe umesoma vibaya. Mithali 22 mstari wa 4. Ulianza vibaya. Anza vizuri. Anza vizuri, Thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana ni utajiri. Ni utajiri. Na heshima. Na heshima. Nayo ni uzima. Nayo ni uzima. Thawabu ya unyenyekevu. Thawabu tumia neno matunda. Tunu. Tuzo. Tuzo. Reward. Wenye mnafikiri. Nidhamu ya kwanza walionao ni kuficha siri. Unaficha siri zako. Kama unatoa, unafunua siri zako, ndio maana ninakwambia una nidhamu. Unaona leo neno jinsi lilivyokaa vizuri? Una adabu. Nataka niwasaidie. Eneo la nidhamu lilivyo. Kila mahali pana nidhamu. Hata eneo la maombi panahitajika nidhamu ya hali ya juu. Ngoja nitumie lugha hii. Sisi ambao mlipaswa mnisogelea. Mnisogelea. Nimwambie jambo. Msogee. Nimwambie jambo. Sisi ambao cha Mathayo sura 10 ule mstari wa 40. Na 41. Umesha? Awapokeaye ninyi, awapokeaye ninyi, anipokea mimi. Yesu alikuwa anawaambia wala anaowatuma kwa watu. Kuna watu walikuwa wanatuma kwa watu. Yaani wakishawapokea tu ninyi,
tayari wamenipokea mimi. Yesu anawaambia. Kwa hiyo kumbe ukikosa heshima kwa hao, umemvunjia heshima Yesu. Ukikosa nidhamu kwa hao, umemkosea Yesu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kuna siri sana iko hapa. Eneo la kumbe kuna uwezekano wa mtu kuondoka na madhabahu. Mbona waliendelea? Mungu aliendelea kufanya kazi kwa sababu bado madhabahu yuko naye. Hivyo mnanisikia? Ndio maana nataka popote mtakapokuwa muwe na nidhamu na watumishi wa Mungu. Yaani wewe utafanikiwa kuliko vile unavyofikiri. Mungu atakuinua kwenye viwango ambavyo hujawahi kuviona hata kwenye maisha yako. Hivi mnaona dini? Unaona dini? Unafahamu dini? Unajua viongozi wa dini? Mungu anaangalia hawa zuzu hawa ni wafike ni waue au nifanyeje? Mwanangu kuna saa kwa nazungumza mambo magumu. Mwanangu kuna washenzi wao kule wameshageuka. Unataka niwafanyeje? Basi waache. Yamkini watabadilika. Waache kidogo, yamkini watabadilika. Unanichelewesha. Unaona Musa alivyomchelewesha Mungu kuwaoa wana wa Israeli. Unanichelewesha. Unafikiri hivi ambavyo Mungu ametupatia kukuletea. Unafikiri kazi nyepesi? Kajaribu hata na wewe. Kajaribu uje ulete afu watu wakusikilize kile unachokisema. Yaani mtu anaandika. Kile unachokisema, yaani mtu anaandika. Afu anakuangalia na ukazia hapo. Mungu anasidisha. Angalia Gehazi. Najua Gehazi alikuwa anakuja kubeba neema ya ajabu sana. Anzia kwa babu yake Gehazi. Mnajua babu yake Gehazi wa kiroho? Mnamjua babu yake Gehazi wa kiroho? Mnamjua? Kwa hiyo mjui ni Elia. Elia ndio baba yake wa kiroho nani? Baba yake wa kiroho wa Elisha. Na Elisha mtoto wake wa kiroho alikuwa ni nani? Gehazi. Kwa hiyo sasa hapo tena mtoto uliozaliwa kwenye uzinzi unakuja unatuambia kwamba maneno yametimia. Wewe ndio masi wewe. Usitaki kutuambia kamata. Peleka kwenda katupe kwenye korongo maana yake kwamba itaka kumuua. Utatupaje mtu kwenye korongo? Unapokuwa na nidhamu inakupelekea kuwa mtu bora, kuwa mtu unayefaa, kuwa mtu unayestahili, kuwa mtu mheshimiwa, kuwa mtu ambaye una adabu, kuwa mtu ambaye kila mmoja atakaye kuona atapendezwa na wewe na kuweza kuwekeza hapo. Ukikosa nidhamu hakuna mtu atakayetaka kuwekeza. Ngoja nitumie lugha hii. Ninachozungumza ni hichi kwamba watu watakuja kwako, watafanya ubia na wewe. Maana kwamba watataka kukaa na wewe, watakwambia, unajua nilikuwa na wazo, nilikuwa nataka kile ni kijiji pia kinapokezana. Hebu unanisikia? Nahitaji kuwa na unyenyekevu. Angalia Petro anavyoambiwa. Anaambiwa kwamba angalia utakavyookoka wewe. Angalia kule unakokwenda. Utakapookoka utawaimarisha na wenzako maana nimeshakuombea. Bwana Yesu atusaidie sana. Na hakika Petro ndiye aliyekuja kuwa kiongozi wa wengine. Lakini ile neno lilikuwa lilitimia kwa sababu kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na jambo la kipekee ambalo kwa sababu Petro amekuwa mbishi. Yeye anasema kwamba mimi nitakufuata mahali popote utakapokuwa. Na wewe Petro wewe. Ili uamini au nakwambia kwamba wewe usi kunifuata. Acha uje uone. Utanikana kabla ya jogoo kuwika, utanikana mara 3. Lile maana yake kwamba ni 9. Bubu. Paka mtoto anakuja kuzaliwa. Anakuja kuzaliwa tena anaambiwa kwamba na wewe ndio utakayemuita jina. Atamuitaje jina wakati amekuwa bubu? Akachukua wakati mtoto amezaliwa, wanakuja kumuuliza jina, yeye alishapewa jina aitwe Yohana, ili awaambie jina. Kinywa kinafunguka. Kuna vitu vingine ukiwa mbishi mwaya. Mungu
Ndio maana sisi watu tukishasema tunayaacha hapo. Alafu sasa kazi kwa uamue ya adui ambayo imesimama kwenye maisha yetu, inayosababisha ili kwamba tusistawi. Yamkini ni kiburi ndani yetu. Leo nataka kila mmoja ushughulike kwenye ile eneo. Shughulika na kila kiburi kilicho ndani mwako. Kumuta kiburi ndani ya mume wako, kumuta kiburi ndani ya watoto wako, kumuta kiburi, maana kinazuia sana mastawisho, maana yake kinakosa au kinasababisha watu tusiwe na nidhamu. Yaani kinasababisha tusiwe na nidhamu. Nataka leo tuombe juu ya hili. Inua mkono wako, sema asante Yesu. Ninakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Yesu, nimejua ni wapi nilipoanguka kwenye eneo la nidhamu. Naomba leo huruma zako. Ninasile kwa jina la Yesu, roho ya kiburi toka kwa jina la Yesu, roho ya kukosa nidhamu leo naondoa kwa jina la Yesu. Wewe roho unayeua mastawisho, tumekugundua ya kwamba wewe kiburi, nimekugundua ya kwamba ni wewe roho ya kukosa nidhamu, toika kwa jina la Yesu. Kukosa adabu leo naondoa kwa jina la Yesu. Unaotosha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo roho ya kukosa nidhamu leo toika kwa jina la Yesu. Uliyefungwa ndani ya moyo wa kijana huyu, uliyefungwa ndani ya moyo wa watoto leo naondosha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Toika rika mandosa rika tabayo rima sobradiam Repa shaka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Repa sia rababa rika rabala rikididi kuja ibadani baba. Huko ni kwa nidhamu, huko ni kwa adabu. Yesu kidi huko ni kutii, huko ni kunyenyekea, huko ni kutua baba. Ni kwa tayari kwa jina la Yesu. Leo naondoa baba, ninavuta hiyo roho, ninavuta na baba kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ndakata bali rimasedidi ishedidi leo toika kwa jina la Yesu. Tamka reke boza rikata bali ulikokosa adabu bali popote leo tamka achilia moto ishedidi mwenye noma kuatibu watu shatabayo achilia moto kwa jina la Yesu. Rese manunga yakati bali ishedidi ishadaba rebebeli ishadaba rikabagazi ramadosa rikatabayo ninatuma moto baba, ninatuma moto baba, ninatuma moto baba, ninatuma moto baba, ninatuma moto baba ishakatabayo rimasekedi ishedidi watoto wetu wanadamu, watoto wetu wanadamu kwa jina la Yesu. Watoto wetu wanaisha leo natamka kwa jina la Yesu. Wewe unaiba heshima yao, unaiba heshima yetu, leo unawasha moto kwa jina la Yesu. Bwana nataka niongezeke, nataka tuzidishe, nataka tuinuliwe. Tutainuliwaje baba tusipokuwa na nidhamu? Yesu kidi kwenye biashara tusipokuwa na nidhamu na hizo biashara leo natamka kwa jina la Yesu Kristo. Ninaondosha baba, ninaondosha baba kila roho nidhamu. Yesu kidi ishadadadada ishedidi kwa jina la Yesu. Ukusikiliza nini roho Mungu anasema, ukusikiliza na kufuata anachokisema wakati ishatabayi katika kutii nidhamu ndani ya jumla rekepoza kwa jina la Yesu. Kabla yakawe na neema siku zote tena akikolea moyo tukijua namna ya kumjibu kila mtu baba kwa jina la Yesu. Nakatabayi leo unateketezwa kwa watu, leo unateketezwa kwa watu. Hiyo roho nimegundua kwamba baba nini ndio meza mafanikio yako, nini ndio kula mafanikio yako leo kwa jina la Yesu. Mjamani ripasaka rekepo mjamani ripasaka tabaye retebosha na katika tiba yeke ramadika tabaye rapasa nifanye mambo ya kustajabisha ili baba nikastawi para. Yesu kiti kwa jina la Yesu. Zinyanga para, zinyanga moyo nganga palipo na maumivu baba ukagake zinyanga kila moja. Yesu kiti zinyanga vijana rakati baye ili tuwe na nidhamu, ili tuwe na adabu baba. Tufinyange baba, tufinyange Roho Mtakatifu, tufinyange baba. Watoa moyo wajibu ndani ya watoto wetu, ndani ya watoto wetu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Rikarabaka rikidikidiki rakabakazika ribakata mumemato rikidikidiki rikabakazika remanasia rakadosenyandiyakata repasika lamando yepranasikete
kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, rapasaka, ripasaka kama yemure mapa, ripradushaka, rikatabaye, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, yatendeke Baba, yatendeke Baba, yatendeke Baba. Ustawisha familia zetu, stawisha Baba kila moja. Leo ye Bwana, waimbaji wastawisha, wastawisha hii kwaya Baba. Osha tabaye, ili kusiwepo na mauti tena, ili kusiwepo na mauti tena, ili kusiwepo na mauti tena. Hayo mauti ambayo iliachiliwa, Baba ikaondoke. Hiyo roho inayokula mastawisha, leo iteketee kwa moto, kwa jina la Yesu. Leo iteketee kwa moto. Hiyo roho ye Bwana, leo natuma moto, leo natuma moto. Reka maradi mmoja moto, repa shakato, kwa jina la Yesu. Leo natuma moto Baba. Hiyo roho ambayo Baba inakula, inayokula mafanikio, inayokula mema. Yes, eketebe, kwa jina la Yesu. Leo natuma moto Baba, kwa jina la Yesu. Leo inakula hayo mastawisha. Leo iteketee kwa moto, leo iteketee kwa moto, leo iteketee kwa moto. Lipua hiyo roho inakula mastawisho yako, lipua hiyo roho. Jina la Yesu, damu ya Yesu, ayateketea. Jina la Yesu, damu ya Yesu, ayateketea. Jina la Yesu, damu ya Yesu, ayateketea. Ya masawisha, wengi fahamu zetu, mata moto, mambo, yibradia liko, osaka baye, remeseki, atikati, rakati, ramaso bradia, yepapa baba, yetededede, yakatikati, remaso bradia. Yes, jina la Yesu, damu ya Yesu, jina la Yesu, damu ya Yesu, achia mastawisho ya kila mmoja mahali hapa. Achia kila mmoja, achiliwe leo.